Ndugu mtazamaji, tuko hapa nje ya ofisi ya Tume ya Uchaguzi. Tumekutana na wajumbe wa tume ili kufahamu mambo yanayoendelea kwenye tume kuelekea tukio la uchaguzi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe. Nitapata kuwakaribisha ili waweze kujitambulisha kwa majina yao, lakini pia kwa nafasi walizopo kwenye tume. Alafu baada ya hapo tutazungumza masuala yetu ya kuhusiana na usimamizi wa uchaguzi ambao unatarajiwa kesho kufanyika hapa chuo kikuu Mzumbe. Karibuni sana na nikukaribishe uweze kujitambulisha, alafu kisha maliza na mwenzako ataweza kujitambulisha. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Lorena Adhiambo, ni mjumbe katika tume hii huru ya 2025-2026 na pia ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ndani ya tume hii. Okay, kwa majina naitwa Aiman Bashir Mugasha, ni mjumbe katika kamati hii katika tume hii huru ya 2025-2026. Asante sana. Naam, ndugu mtazamaji, kama walivyoweza kujitambulisha, ni jambo jema kabisa na tutakwenda kuanza moja kwa moja interview. Ndugu wajumbe wa tume, mimi nianze tu kwa kuuliza kwamba toka mmeanza ili zoezi la kuratibu masuala haya ya kiuchaguzi mpaka sasa hivi mmefikia asilimia ngapi kwenye maandalizi? Karibu sana. Asante. Toka tumeanza hili zoezi la kuratibu uchaguzi huu tumefikia asilimia 95 ikiwemo maandalizi yote. Tumebakisha asilimia 5 tu ikiwemo ni kupiga kura na kutangaza matokeo kwa siku ya kesho. Sawa sawa, nashukuru sana. Na swali lingine la pili, mnategemea kuwa na wapiga kura wangapi hapa chuo kikuu Mzumbe? Wapiga kura hapa Mzumbe mpaka sasa hivi tunategemea kuwa na idadi wasiopungua 10,000 ya wanafunzi. Kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3. Sawa sawa. Na watazamaji pia na wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe wanatamani kufahamu ikitokea changamoto kwenye zoezi hili la upigaji wa kura, mtawezaje kudhibiti changamoto zile ndogo ndogo ambazo zitaweza kujitokeza, ikiwemo watu kurudia kupiga kura, lakini pia watu wengine kuleta fujo na kadhalika? Mtashughulika vipi na hilo swali? Sisi kama tume huru ya uchaguzi 2025-2026 tumejipanga vema kabisa kupambana na changamoto zitakazojitokeza kwenye siku ya uchaguzi kwa kuandaa security system iliyo kali ya moku na maafisa wengine ambao watakuja kusimamia uchaguzi hii. Hatutegemei ubadhilifu wote ujitokeze katika siku ya uchaguzi kwa sababu tumeshatoa elimu kwa wapiga kura na wananchi ikiwemo wanafunzi wenzetu. Asante sana. Na nyie kama tume ya uchaguzi mmejipangaje kuhakikisha kwamba suala la usawa, haki na uhuru wa wapiga kura pamoja na wanaochaguliwa wenyewe unazingatiwa, ikiwa ni sehemu ya maadili katika zoezi hili la uchaguzi? Okay, tumejipanga vizuri na hii kwa sababu ndio maana inaitwa tume huru ya uchaguzi. Kwa kila mgombea katika kila nafasi yake tumewapa nafasi ya kuleta mawakala wao ili waweze kuhesabia kura na kuhakikishia kwa kura walizopita au walizopigiwa na wanafunzi wenzake. Sawa sawa. Na kwa faida ya mtazamaji, wale wakala wale, kwa sababu tumezoea kwamba ni utaratibu wa wakala, je, kitambulisho peke yake inatosha kwa wakala au pengine kuna haja ya kuwa na passport? Hapana, ni kitambulisho peke yake kinaweza, yani kinatosha, inatosheleza katika huyo wakala kuwa na sisi, kuweza kusaidia katika zoezi la uhesabuji wa kura. Hiyo kwa sababu na sio kitambulisho peke yake, na pia tunaangalia kama huyo mtu ameshakuwa registered katika semester husika ili kutambulika kama yeye ni mwanafunzi hai katika muda mpaka sasa hivi. Sawa sawa, asante sana. Swali lingine ni kwamba tunategemea kesho kwa zoezi la uchaguzi litaanza rasmi. Watazamaji wetu wanatamani kufahamu kwamba vituo vingapi vitafunguliwa kesho na zoezi rasmi litaanza kuanzia saa ngapi? Zoezi rasmi linaanza kuanzia nafunguliwa kuanzia saa 1:30, ila kuanza rasmi kwa zoezi zima la kupiga kura kuanzia saa 2 kamili. Na vituo mpaka sasa hivi idadi tulizonazo ni vituo 6 katika chuo kikuu Mzumbe, ambapo kila kituo kina watu au kitivo au taasisi ya wanafunzi, ambao tunaanza na
kituo cha kwanza cha Sopam, wao watakuwa pale Samora Hall. Tukija FSS wao watakuwa Fanon. Tukija Sob watakuwa Chabruma. Tukija FST watakuwa Bomani, afu IDS Mariali na cha mwisho wa Marekani ambao watu wa sheria. Sawa sawa. Nyie kama tume, tunaenda kumaliza sasa. Nyie kama tume, mna neno gani kwa wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe ambao kesho wanategemea kuja kufanya uchaguzi kwa ajili ya kufanya machaguo rasmi ya wagombea ambao sera zao zimeonekana ni bora, lakini pia wanaonekana wanafaa kuongoza wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe? Naomba rai kwa wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe kutoka kwa tume. Sisi kama tume tunawapa rai wanafunzi wenzetu waje kuchagua viongozi sahihi, wasije kuchagua viongozi kwa sababu ya maslahi tofauti tofauti labda binafsi, wasije kwa maelekezo, bali waje kuchagua viongozi sahihi ambao wataweza kuongoza wao kwa maendeleo yao wenyewe. Pia tunazidi kusisitiza kutokuwepo ubadhirifu wa aina yoyote, kwa sababu wananchi wa sasa kama wanafunzi ndio wananchi wa baadaye. Hatutegemei kuona kitu chochote ambacho kitakuja kuzua ugomvi, ukorofi wala chochote, kwa sababu tutapambana nao ipasavyo. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maadili katika tume hii. Naam, uhali gani mtazamaji? Moja kwa moja tulikuwa nje ya ofisi ya Tume Huru ya Uchaguzi na tumeweza kuzungumza na wajumbe wa uchaguzi akiwemo mwenyekiti wa kamati ya maadili. Sisi lengo letu ilikuwa ni kuwafikishia ninyi habari hasa kuhusiana na mwenendo na namna tume hii inavyofanya kazi, lakini pia kuelekea uchaguzi wa kesho ambao unatarajiwa kufanyika na wanafunzi watakwenda kuwachagua wale viongozi ambao wanaonekana ni bora kulingana na sera walizonadi mbele ya wananchi. Hatuna la ziada kutoka hapa ofisi ya tume. Sisi ni Mwendesha TV. Asante sana.